Hizi ni taarifa muhimu kabisa ambazo unapaswa uendelee kuzipokea na kuzifahamu yanayoendelea katika Mahakama Kuu Masijara ndogo ya hapa Dar es Salaam kuhusiana na kesi ya mawakili wanaojiita kwamba ni mawakili wa Tundu Lissu dhidi ya mkuu wa gereza. Na jana tulipata nafasi ya kuweza kusikiliza kukuletea dodoso maswali ambayo yalikuwa kiulizwa kutoka kwa mashahidi wa Tundu Lissu ambao ni mawakili wake, na leo hii basi ni zamu ya mkuu wa gereza naye pia kupitishwa kwenye maswali ya dodoso, ambapo Lissu anaamuza maswali na Bwana Jela anamjibu. Sasa ni kwamba Josengo Media tunakupitisha katika maswali haya ya dodoso ambayo Tundu Lissu amekuwa akimpitisha mkuu wa gereza ama Bwana Jela kutokea pale gereza la Ukonga. Sasa ni kwamba Lissu anaanza kukumuuliza Bwana Jela kwamba wewe ni mkuu wa gereza, ni kwamba Ntamamiro ambaye ni Bwana Jela anajibu ndio. Lissu akamuuliza tena una cheo cha ACP? Ntamamiro ambaye ni Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akamuuliza tena unawajibika kufuata sheria? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akamuuliza ni jukumu lako wewe na maafisa wengine mnatekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa sheria ya magereza na kanuni zake? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akamuuliza tena unafahamu vizuri sheria ya magereza? Bwana Jela akajibu unaifahamu. Lissu akamuuliza tena yote niliyokuuliza ni masuala ambayo yapo kisheria? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akaendelea kumuuliza yote niliyokuuliza yapo kwenye kifungu cha 8 cha sheria ya magereza? Bwana Jela akajibu akaguna tu. Lissu akauliza tena sikutegee jibu swali au omba sheria usome kifungu cha 8? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akauliza tena kuna kanuni za mwaka 1968 na pia kuna PSO yani Prison Standing Orders? Bwana Jela akajibu naifahamu. Lissu akamuuliza tena ni ya mwaka gani? Tumeitafuta hatuipati sisi, unaweza kuniazima? Bwana Jela akajibu hapana sina ila naifahamu. Jaji akaingilia akasema kwamba ofisini unayo hiyo PSO? Bwana Jela akajibu ninayo ndio. Hapo alijibu swali la jaji. Jaji akaendelea akamuuliza tena itasaidia sana ukituletea na ukamletea Lissu pia aitumie. Lissu akaendelea kuuliza maswali ya dodoso. Na washukuru sana majaji, nataka kushughulika naye kupitia hiyo sheria. Lissu akaendelea sasa hizo PSO zimetungwa na kamishina wa magereza na kanuni za usimamizi wa magereza zimetungwa na waziri? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akaendelea na PSO zinatungwa na kamishina wa magereza baada ya ruhusa ya waziri? Bwana Jela akajibu sijui. Lissu akaendelea kuuliza sasa shika sheria soma section ya 5 kifungu cha 2 prison service. Bwana Jela akajibu kumbe kweli inasema hivyo ndio. Lissu akasema angalia kifungu cha 105 cha sheria hiyo ya magereza na kinasema waziri amepewa mamlaka hayo kwa mujibu wa sheria? Bwana Jela akajibu ni kweli nimeona. Lissu akaendelea kuuliza yapi ni mamlaka ya kamishina mkuu wa magereza kwa mujibu wa sheria hiyo? Soma ile ya 5 kifungu cha 2. Bwana Jela akajibu nimeiona. Lissu akaendelea hayo mamlaka ya kamishina mkuu ya kutunga PSO na circulars je, yanahusu maafisa wa magereza peke yake? Bwana Jela akawa kimya. Lissu akamwambia jibu swali. Bwana Jela akajibu sio kweli. Lissu akaendelea soma sasa hicho kifungu. Bwana Jela akakisoma kwa sauti hicho kifungu. Lissu akaendelea hiyo ni ya 5 kifungu cha 2 kweli? Bwana Jela akajibu hii ni ya 5 kifungu cha kwanza. Lissu akasema sasa nimesema ni ya 5 kifungu cha 2 afande wangu. Ni Bwana Jela akajibu naomba tuanze na kifungu cha 5. Lissu akasema kinahusu nani na nani? Bwana Jela akajibu wafungwa na maaskari. Lissu akasema waambie majaji kuwa neno prison linajumuisha na wafungwa? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akaendelea kifungu kinasema taratibu zinaongoza prison and officers? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akaendelea kama ni hivyo kwa nini prisons inajumuisha hadi prisoners na officers? Kwa nini kifungu kitaje sasa hao prison officers? Bwana Jela akajibu mimi sio mtaalamu wa sheria. Lissu akaendelea mtu pekee mwenye mamlaka ya kutunga kanuni ni waziri peke yake? Bwana Jela akajibu mimi sio mtaalamu wa sheria, ni mtekelezaji tu. Hapa ikabidi jaji aingilie. Jaji akamuuliza shahidi, shahidi umeelewa lengo la swali? Unaulizwa ili atake kujua unatekeleza sheria ambazo unajua zimetungwa na nani? Bwana Jela akajibu aniulize tena. Lissu akasema kwamba ni kweli kanuni zinahusu wafungwa, mwenye mamlaka kuzitunga ni waziri peke yake? Bwana Jela akasema sifahamu. Lissu akaendelea soma kifungu cha 105 kifungu cha 5I kuhusu kusachi wafungwa, askari ni waziri ndio anayetunga? Bwana Jela akajibu sio kweli. Lissu akasema soma. Bwana Jela akasema basi ni kweli, na ndivyo hivyo ambavyo vilivyoendelea, lakini Lissu akaendelea pia kumpitisha.
Akamuuliza, sasa uko tutafika, mashahidi wengine nilikuwa nawaambia waache kuwa na kwenda mbele sana, sasa unataka na wewe nikwambie hivyo, alafu tutaendaje Ukonga baadaye? Sitaki kukuambia hivyo afande wangu. Sasa Lissu akaendelea kumoja akisema kwamba sasa soma kifungu cha 105 kipengele cha kwanza kama hakisemi kuwa waziri ndio mwenye mamlaka ya kutunga kanuni za management na treatment za prisoners, ndio au hapana? Bwana Jela akajibu, naomba nieleze kidogo. Lissu akasema kwamba nimesema mimi na wewe kwetu ni Ukonga, tukitoka hapa tukitoboa mtumbwi tutafika. Ni kama swali akamuuliza, akasema haya, jibu swali tusigombane. Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akaendelea, kamishna mkuu ana mamlaka ya kutunga hizo kanuni za kutunga mambo haya ambayo nimesema hapo juu. Bwana Jela akajibu, wakati ndio amempa mamlaka kamishna wa magereza. Hapa ni kwamba Bwana Jela alijibu akasema kwamba waziri ndio amempa mamlaka kamishna magereza. Lissu akauliza kwa kifungu. Bwana Jela akajibu kile nilichosema cha 5 kipengele cha pili. Lissu akaendelea, kile hakijataja prisoners. Sasa Bwana Jela akajibu kwamba kimetaja prison, ndio prisoners wapo. Lissu akaendelea kuuliza, kasome definition section kwenye hiyo sheria, kuna tofauti kati ya prison na prisoners, havitumiki interchangeable. Gereza na wafungwa ni vitu tofauti. Bwana Jela akajibu sijui. Lissu akaendelea kudodosa, kanuni ya 8 ya kanuni za usimamizi magereza, Prison Management Regulation, je, inaeleza utaratibu wa kusachi wafungwa? Bwana Jela akajibu ndio, lakini zipo na sheria zingine. Lissu akasema kwamba tutaenda kila mahali, tutafika kwa hizo sheria zote. Bwana Jela akajibu sawa, nakubali. Lissu akaendelea kudodosa, haki za wafungwa tunaenda kanuni ya 9 hadi ya 11. Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akaendelea kuuliza, kanuni ya 12 na kanuni ya 17, je, kanuni hizo zinahusu haki ya wafungwa kutembelewa gerezani? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akauliza tena, soma kanuni ya 13 na useme inahusu nini? Ni kweli inahusu haki ya wafungwa kutembelewa na mawakili au washauri wao wa kisheria? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea kuhoji, kanuni hizo pia zimeeleza hata namna ya adhabu ya kifo ifanyike kwa namna ya kunyonga wafungwa na masuala yote yanayohusu wafungwa wa adhabu ya kifo. Soma kanuni ya 33. Bwana Jela akajibu haeleweki, akajibu hivyo. Ni kwamba Lissu akasema ngoja nikusomee. Bwana Jela akajibu nilikuwa sijaiona, nimeiona. Namna ya kunyoa, Lissu akamuuliza tena, namna ya kunyoa wafungwa si imeandikwa kwenye kanuni? Bwana Jela akajibu naam. Lissu akauliza tena, mimi huoni nimefuga rasta, sio mfungwa, ndio hamwezi niambia chochote, unaelewa hilo? Bwana Jela akajibu uko sahihi. Lissu akaendelea kuuliza, kwa kanuni hizo mahabusu kama mimi napaswa kusimamiwa na askari magereza 2 usiku na mchana? Bwana Jela akajibu kuna kipengele cha segregation kwenye sheria zetu. Lissu akauliza jibu kwa kanuni hizo. Jaji akaingilia akamuuliza shahidi Bwana Jela, akamwambia kwamba kamishna, hakuna mtu atakuadhibu maana kanuni hujatunga wewe. Kwa hiyo kama kanuni hazisemi, sema hazisemi, usijipe pressure kabisa mzee wangu. Na hivyo basi Bwana Jela akajibu hakuna hiyo kanuni. Lissu akaendelea kuuliza, ni wafungwa wa adhabu ya kifo tu ndio wanatakiwa kulindwa na askari 2 na kusikilizwa mazungumzo yao ni wa adhabu ya kifo pekee, kweli au sio kweli? Bwana Jela akajibu sio kweli. Lissu akaendelea kuuliza, inasemaje baba yangu? Kwanza wewe sio baba yangu, nimekuzidi umri, si umesema una miaka 57? Bwana Jela akajibu kwa mujibu wa hiki kifungu ni sahihi, wafungwa wa kifo ndio wanapaswa kulindwa. Lissu akaendelea kuuliza, safi, tukienda hapa tutafanya vizuri. Kwa hayo ambayo umeyasoma na kwa kanuni hizo, mahabusu mfungwa hatakiwi kulindwa muda wote kwa masaa 24 isipokuwa wa kifo kwa mujibu wa kanuni hizo. Kanuni ipi? Bwana Jela akajibu nimesema jeshi la magereza linaendeshwa na kanuni, sheria na miongozo. Haikuishia hapo. Lissu akaendelea kumdodosa na jaji akaingilia kati hapo. Akasema kwamba sasa Bwana Jela umeulizwa kuhusu kanuni tu, jibu kwenye kanuni. Lissu akauliza tena, huko tutafika anakotaja, nachotaka mimi anijibu tu ni kanuni gani inasema mfungwa wa kawaida atalindwa na askari 2? Bwana Jela akajibu kwa kanuni hii hakuna kokote. Lissu akaendelea, kwa kanuni hizo wafungwa wamegawanywa kwa makundi 3 au nataka nikutajie? Bwana Jela akasema nitajie. Lissu akaanza, fungu la 3 soma, wapo watoto, wapo wafungwa wanaoitwa star prisoners na kundi la 3 ni wafungwa wa kawaida. Bwana Jela akajibu ni kweli kabisa. Lissu akaendelea, hao wanaoitwa young prisoners ni wenye chini ya miaka 21. Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, wanaoitwa wafungwa nyota ni wale first
offenders wamefanya kosa kwa mara ya kwanza? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akaendelea, ordinary ni wale wafungwa wengine wanaobaki wote wasio kundi la kwanza na la pili? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, jana tulimsikia Kalokola wakili wa serikali akisema kuna wafungwa wa umuhimu wa kisiasa, au alisema prisoners of security importance. Je, kwa kanuni hizo wapo? Bwana Jela akajibu, majaji, mimi naongoza kwa mujibu wa sheria zingine pia, ila kwa mujibu wa kanuni hizo hawapo. Lissu akasema, sasa twende kwenye sheria yenyewe. Soma kifungu cha 29 kinahusu classification of prisoners. Bwana Jela akaanza kukitafuta kifungu, na ndipo ambapo Lissu akasema kwamba hawajakuandaa hao watu, na ndipo hapo ikabidi jaji aweze kuingilia kati na akasema kwamba msajili nenda kumsaidia kione. Msajili akaenda kumsaidia Bwana Jela kuweza kukitafuta hicho kifungu. Lissu akaendelea, ni kweli kifungu hicho kinasema unapaswa kutega kwa zile classification tatu nilizosema? Bwana Jela akajibu sio kweli. Lissu akaendelea, wanawatega vipi? Bwana Jela akajibu, nimesema tunaongozwa na kanuni, sheria na miongozo mbalimbali. Lissu akaendelea, tulitoka kwenye kanuni, sasa tupo kwenye sheria muda huu. Bwana Jela akajibu, naomba nipewe muda. Jaji akaingilia akasema kwamba sasa wakili wa serikali, ongea na shahidi, tunataka kusogea mbele, msaidie anachotafuta. Ni kwamba sasa Bwana Jela akajibu, ni sahihi kuwa sheria inasema kama ulivyosema. Lissu akaendelea, je, wewe mkuu wa gereza la Ukonga au mkuu wa gereza lingine mnaweza kubadili makundi hayo matatu tuliyoyasoma kwenye sheria na kuweka kategori nyingine nje za kwenye kanuni? Bwana Jela akajibu, sina uwezo huo. Lissu akaendelea, haya makanuni hatujayatunga, wewe jibu tu swali, cha kufia nini? Sasa tuambie, kamishna wa magereza kama naye ana mamlaka ya kucharge kategori za wafungwa zilizopo kwenye kanuni, je, bosi wako anayo hayo mamlaka, yani principal commissioners? Bwana Jela akajibu hana uwezo. Jaji akaingilia akauliza akasema kwamba hebu tueleze vizuri. Bwana Jela akasema kwa sasa Commissioners General wa magereza ana uwezo wa kutunga kanuni zingine. Lissu akaendelea, swali ni je, kubadilisha kanuni za waziri ana uwezo huo? Bwana Jela akajibu nashindwa kuelewa. Jaji akaingilia tena, sasa shahidi, hizi kanuni narudia tena, hukutunga wewe, jibu tu swali. Bwana Jela akajibu hana uwezo wa kurekebisha wala kuamend, ni sahihi. Lissu akaendelea, kifungu cha 105 kipengele cha kwanza kinasema kwa kifungu hicho ni waziri peke yake ndiye mwenye mamlaka ya kutunga kanuni za utekelezaji bora wa kanuni hizi. Jaji akaingilia, Lissu anaendelea kuuliza swali, sasa jibu swali langu la mamlaka ya kutunga kanuni bora za utekelezaji wa kanuni hizo. Bwana Jela akajibu haisemi waziri peke yake. Lissu akaendelea, waziri anaweza au hawezi? Bwana Jela akasema anaweza. Lissu akauliza tena, ni wapi pameandikwa kuwa Commissioner General anaweza kutunga kanuni? Bwana Jela akajibu sipaoni hapa. Lissu akaendelea kumdodosa kama kawaida kwa sababu maswali ni mengi ambayo yalikuwa yanaulizwa. Lissu akamuuliza tena, mmeleta PSO hapa? Bwana Jela akajibu ndio, mawakili wangu wameniletea. Jaji akaingilia, wakili wa serikali nenda kaongee na shahidi wako anajua. Lissu akaendelea kuuliza, sasa shahidi, nataka tuzungumze juu ya utaratibu wa mazungumzo kwa wafungwa au mahabusu. Tuanzie hapo. Soma kanuni ya 9H ya kanuni za usimamizi wa magereza. Je, ni kweli wafungwa wana haki ya kutembelewa gerezani? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, wafungwa watatimiza haki yao kwa mujibu wa kanuni ya 12 ya kanuni hizo? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, soma kanuni ya 12 kifungu cha 5 inasemaje? Kwa kanuni hiyo wafungwa wanapotembelewa na wageni wao, mazungumzo yao yatafanyika kwa kuona, kusikilizwa na afisa gereza mmoja? Bwana Jela akajibu ni sawa kwa kanuni hii. Lissu akaendelea, inahusu wageni wote wa wafungwa? Bwana Jela akajibu inategemea. Lissu akauliza tena, utaratibu wa kutembelea wafungwa wa kifo na wa kawaida ni tofauti? Bwana Jela akajibu inategemea. Lissu akauliza tena, je, askari mmoja kwa wafungwa wa kawaida na askari wawili wa wafungwa wa kifo, utaratibu wa kutembelewa kwa wafungwa na watu wa kawaida na mawakili wao ni sawa? Bwana Jela akajibu, kwa mawakili askari ataona lakini hatasikiliza. Jaji Rumisha akaingilia, si unaona tunaenda vizuri sasa hivi? Lissu akaendelea kuuliza, vizuri kabisa, sasa shahidi tuambie, mkuu wa gereza la Ukonga una matatizo ya kusikia au hauna? Bwana Jela akajibu niko vizuri, mimi nasikia. Lissu akaendelea, assistant commissioner wa prison Rich ana matatizo ya kuona na kusikia au hana? Bwana Jela akajibu sijui. Hapa Lissu aliorodhesha viongozi kadhaa wa magereza ambao wamekuwa karibu kwa ajili ya kutembelewa. Hivyo basi Bwana Jela jibu lake yeye ilikuwa ni moja tu, sijui. Kila kiongozi akitajwa na Lissu
Bwana Jela alikuwa ajibu hajui. Kila kiongozi anayetajwa Bwana Jela ajibu hajui. Kwamba ana tatizo la kusikia ama kuona, Bwana Jela alikuwa yeye anajibu kwamba hajui. Lissu aliendelea kuuliza, Koplo Dani mtunza fedha naye vipi? Ana matatizo ya kusikia au vipi? Maana na yeye pia mara zote huwa yuko ofisi ya admission. Bwana Jela akajibu hajui. Hapa jibu moja tu likuwa la Bwana Jela, sijui wala sifahamu. Lissu akaendelea kuuliza, waeleze majaji umefanya kazi magereza kwa miaka mingapi? Bwana Jela akajibu ni mingi tu. Lissu akauliza mingapi? Bwana Jela akajibu zaidi ya 25. Lissu akasema uliingia mwaka gani? Bwana Jela akajibu mwaka 1995. Lissu akauliza kwa hiyo ni miaka 31? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akauliza umepitia mafunzo mbalimbali jadi kufikia cheo ulichonacho sasa? Bwana Jela akajibu ni sahihi. Lissu akaendelea kwa hiyo wewe ni msomi wa masuala magereza hadi umefikia hapo? Bwana Jela akajibu sahihi. Lissu akauliza je, kwa uzoefu wako jeshi la magereza linaweza kuajiri askari haoni au hasikii? Bwana Jela akajibu haliwezi kuajiri, lakini unaweza kuumwa ukiwa kazini. Lissu akauliza akiajiriwa haoni akapofuka ataendelea kuwa askari magereza? Bwana Jela akajibu mimi sio daktari. Lissu akauliza tena kama atakuwa hasikii, je ataendelea kuwa askari magereza? Bwana Jela akajibu sina jibu. Lissu akauliza hata kutokuwa na jibu ni jibu pia. Lissu akaendelea, je, askari magereza ambaye hasikia au haoni atashuhudiaje mazungumzo ya mfungwa na ndugu zake watakapokuja kumtembelea? Ni kwamba Bwana Jela yeye akawa amejibu kwamba hafahamu. Lissu akaendelea kumpitisha shahidi huyu kwenye maswali ya dodoso kama kawaida. Akamuza tena swali lingine, je, askari magereza ambaye hasikia au haoni atashuhudiaje mazungumzo ya mfungwa na ndugu zake watakapokuja kumtembelea? Bwana Jela akajibu hayo ni masuala ya kidaktari. Lissu akauliza tena, sasa Bwana Jela, hujui kama wasaidizi wako wote hao kuwa hujui kama wanasikia au hawaoni, wewe ni mkuu wa gereza wa aina gani? Bwana Jela akajibu mimi sio daktari. Lissu akaendelea kuuliza, sasa wewe ni mkuu wa gereza wa aina gani usiyejua afya za wasaidizi wako? Bwana Jela akajibu nastahili kuwa kwenye nafasi hii. Na ndivyo ambavyo ilikuwa jibu lake hivyo. Lissu akaendelea kumdodosa, akauliza tena, umekuwa officer in charge tangu lini pale Ukonga? Bwana Jela akajibu Septemba 2025. Lissu akauliza tena, ulihamishiwa Ukonga ukitokea gereza kula Maweni Tanga? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akaendelea kuuliza, ulikuja Ukonga kuchukua nafasi ya Juma Mwaibaku? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akauliza, ulipohamishiwa Ukonga mimi tayari nilishakuwa mahabusu Ukonga toka Aprili 2025? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, wakati unahamia Ukonga ulikuta nakaa kwenye special wing pale Ukonga? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akauliza tena, wakati unahamia pia ulinikuta naishi huko pamoja na wafungwa wa adhabu ya kifo 100? Bwana Jela akajibu sikuwakuta. Lissu akaendelea, je, ulinikuta nakaa peke yangu au sio peke yangu? Bwana Jela akajibu sio peke yako. Lissu akaendelea, wafungwa gani hao? Bwana Jela akajibu mmoja. Lissu akaendelea, je, kwa miezi 5 ambayo hukuwepo nilikuwa naishi na wafungwa wa kifo takriban 100? Bwana Jela akajibu sifahamu. Lissu akaendelea, umeona rekodi ya maandishi ya waliokuwepo special wing, umeiona au hujaiona? Bwana Jela akajibu sijapitia hiyo rekodi. Lissu akaendelea, hili swala lishalalamikiwa sana na lipo kwenye nyaraka za mahakama. Bwana Jela akajibu sifahamu, tuendelee na maswali mengine. Lissu akasema utaratibu wa wageni kuja kuniona ni weekend? Bwana Jela akajibu kweli. Lissu akaendelea kumpitisha, utaratibu wa wageni wangu kuja kuniona weekend ni kwamba siku moja wanakuja ndugu zangu na siku nyingine wanakuja viongozi wa chama. Bwana Jela akajibu sifahamu. Lissu akaendelea, wakati unahamia Ukonga ulikuta utaratibu wa kutembelewa na mawakili wangu ilikuwa nimepeleka orodha kwa mkuu wa gereza kwa mkuu wa gereza? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, orodha ya kwanza uliambatanisha kwenye hati yako ya kiapo kinzani ile ambayo ilikuwa na mawakili 10. Bwana Jela akajibu orodha hiyo 1. Lissu akaendelea, kwa hiyo hakukuwa na orodha yenye jina la Deogratus Mahinyira, Paul Kisabo na Dickson Matata na Mary Stefano? Bwana Jela akajibu hakuna hayo. Lissu akaendelea, angalia kielelezo sapuani, ukishakiona niambie. Bwana Jela akasema Bwana Jela akatafuta. Lissu akauliza tena, jina la Nation Nkungu limo kwenye orodha hiyo au halipo, ambaye ni mleta maombi haya? Bwana Jela akajibu ndio lipo. Lissu akaendelea, je, jina la Kisabo na Madu mawakili wangu yapo au hayapo kwenye hiyo sapuani? Bwana Jela akajibu hawa hawapo kwenye hii orodha. Lissu akaendelea, sasa hawa wawili wamesema kwa kiapo na kusema hapa mahakamani kuwa kabla hujahamia Ukonga walishaingia gerezani kuonana na mimi, walishaingia karibia mara 3. Wewe unasemaje? Yaani wakati ACP Juma Mwaibaku akiwa mkuu wa gereza walihudhuria. Bwana Jela akajibu sio kweli. Lissu akaendelea, waeleze majaji kama ulikuwepo wakati huo.
Bwana Jela akajibu sikuwepo wakati huo, ila nyaraka zinasema. Lissu akaendelea, nenda kielelezo ambacho ni SAP2 hapo. Jaji akauliza SAP2 ni nini? Ntamanyiro ambaye ni Bwana Jela akajibu hiki ni kiambatanisho namba 2, kinahusu orodha ya wageni na mawakili waliotembelea gereza la Ukonga. Ndipo ambapo Lissu akaendelea kuuliza swali lingine, twende taratibu, hiki ulicholeta mahakamani ni photocopy? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akauliza original unayo ofisini kwako? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akaendelea, angalia tarehe 29 na tarehe 30 Septemba mwaka 2025. Kuna majina ya wageni kabla ya tarehe hizo, wapo wageni hawaonekani, walikuja tarehe gani? Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, hawa watu 4 walikuja tarehe ngapi? Waambie majaji sasa. Bwana Jela akajibu haionekani. Lissu akauliza wewe unajua sasa walikuja tarehe ngapi, maana original unayo wewe? Bwana Jela akajibu tarehe haionyeshi. Lissu akaendelea, je, katika hao watu 4 mtu wa 10 ni nani? Bwana Jela akajibu Paul Kisabo. Lissu akasema alikuja kumuona nani? Bwana Jela akajibu wewe, hapo imeandikwa alikuja kukuona wewe. Lissu akaendelea, soma tarehe 30 mwezi wa 9 kwenye karatasi hiyo hiyo, mtu wa kwanza ni Paul Kisabo. Bwana Jela akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, tusiende mbali sasa, tufafanulie jambo hapa. Kuna sehemu imeandikwa jina la ndugu ID, sim number atokapo mgeni na maoni ya OIC. Sasa hiyo OIC ni officer in charge, yani wewe hapo? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akasema tarehe 30 mwezi wa 9 kwenye jina la Kisabo uliandika ZAM, maana yake afisa wa zamu, na kuna mahali umeandika ADM, maana yake ni admission officer in charge, na kuna mahali umeandika IO, maana yake intelligence officer. Bwana Jela akajibu ni kweli kabisa. Lissu akauliza, na kuna sehemu umeandika legal, unamaanisha legal officer stima? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akauliza, hiyo sehemu ya maoni yako ni maelekezo yako kwa hawa niliwataja, wewe ndio bosi? Bwana Jela akajibu kila ofisa ana kazi yake, kwa hiyo ni maelekezo yangu kwao. Lissu akauliza tena, kwa hiyo unakuwa umewapa amri? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akaendelea, nenda kwenye kielelezo SAP3, pia ni orodha ya mawakili waliokuja Ukonga. Nashon Nkungu lipo hapo, ambaye ni mlalamikaji wa pili. Andrew Mathew Chima pia alikuja kuniona? Bwana Jela akajibu ndio. Lissu akauliza, je, Andrew Chima yupo kwenye orodha ile ya mawakili wangu niliowaletea ile SAP1? Bwana Jela akajibu hayupo, naomba nifafanue. Lissu akasema sitaki, utawafafanulia wa serikali. Na ndipo hapo ambapo Bwana Jela akajibu yupo, namuona hapa. Lissu akaendelea, na kule mwisho kwenye maoni yako umesema aruhusiwe mwenye kibali, Madu hana kibali huko mbeleni, sioni. Bwana Jela akajibu hayupo kwenye orodha ya mawakili na mahabusu huyu. Lissu akaendelea, waeleze majaji kama kuna sheria ama kuna sharti lolote la kisheria kwamba mfungwa yeyote mwenye wakili au wakili anapaswa kuwasilisha orodha ya mawakili wake kwa Bwana Jela. Bwana Jela akajibu halipo kisheria, lakini mfungwa na haki ya kuchagua nani amtembelee. Lissu akauliza, nilichagua kuwa Kulwa William Madu na umemkatalia? Bwana Jela akajibu hakuwepo kwenye orodha. Lissu akaendelea, Andrew Chima alikuja kuniona, yupo kwenye orodha gani? Bwana Jela akajibu hayupo. Lissu akasema SAP5 twende sasa tarehe 24 mwezi wa 12, angalia kwenye entry kuna Nashon Nkungu na Paul Kisabo? Bwana Jela akajibu ndio, wanaonekana wote. Lissu akauliza, je, Victoria Mgonja alikuja kumuona Johnson Muhanjo? Uliandika kwenye maoni yako kuwa ADM simamia mazungumzo yao, na mazungumzo hayo yalifanyika kwenye ofisi ya ADM. Bwana Jela akajibu sina kumbukumbu yalifanyika wapi. Lissu akasema kwamba tangu juzi tunazungumza kuhusu mazungumzo ya mawakili yalifanyika wapi, hujaenda kutafuta? Bwana Jela akasema kwamba sijui, inaweza kuwa kwa mkuu wa gereza au ADM. Lissu akaendelea, mazungumzo na Nashon ulisema asimamiwe kwa makamu mkuu wa gereza na kuwataka wasaidizi wako 4 wasimamie? Bwana Jela akajibu sahihi. Na ndipo hapo Lissu akauliza tena swali lingine, kuna mawakili jumla 37 ambao umeleta nyaraka zao hapa pamoja na mawakili wangu. Sasa kwenye comment zako umekuwa ukisema simamia kwa karibu, simamia mazungumzo yao, ni kweli kwa mawakili wote? Bwana Jela akajibu sio kweli, lakini ni kweli, naomba niseme ni kweli, nimesema comment hizo kwa wote. Lissu akauliza, katika mawakili wote hao kuna mahali hata pamoja ulipoandika simamieni lakini msisikilize mazungumzo hayo? Bwana Jela akajibu hakuna. Lissu akaendelea, je, katika mawakili wote 37 umeandika wakiingia ofisini tokeni nje wazungumze, ipo sehemu umeandika? Bwana Jela akajibu hakuna nilipoandika. Lissu akaendelea, kuna mahali kokote umeeleza kuwa angalieni lakini msisikilize? Ntamamiro akajibu hakuna mahali popote. Lissu akaendelea, waeleze majaji kama ni kweli au sio kweli, kati ya tarehe 18 mwezi wa 4 2025 nilikuwa nazungumza kwenye kioo na mawakili wangu.
Bwana Jela akajibu, kilikuwepo hicho kipindi. Lissu akaendelea, tulikuwa tunawasiliana kupitia simu zilizopo pale? Bwana Jela akajibu, kweli. Lissu akaendelea, je, upande anaokuwepo mgeni ndio uko karibu na reception na kuna kachumba ambacho ni control room ya hizo simu zote, na kwenye hiyo control room anakuwepo afisa magereza anayeuwasha na kuuzima ili watu wazungumze, yeye ndio anaamua hapo? Bwana Jela akajibu, ni kweli. Lissu akaendelea, huyo wakili anapozungumza kuna askari wanakuwepo kumsikiliza? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akauliza, je, huu upande wangu na kuwa pia na askari wananisikiliza niliotoka nao lockup na wengine wananisikiliza? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akauliza, kwenye hicho chumba kuna CCTV kamera inayorekodi kinachoendelea humo? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akasema tena, CCTV kamera hiyo iko control ofisini kwako? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akasema tena, je, ni kweli kwamba baada ya matukio ya Oktoba 29 uliniita ofisini kwako? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akauliza, ulivyoniita ukaniambia kuanzia sasa ni marufuku viongozi wa Chadema na wanachama wa Chadema kuja kukutembelea? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akaendelea, pia ulisema ni ndugu zako wa karibu tu ndio watakutembelea? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akaendelea, na ukasema mazungumzo yako na mawakili yatakuwa kwa mambo ya kisheria tu? Bwana Jela akajibu, sio kweli. Lissu akasema, wakili Gaston Garubindi alikuwa anakuja kunitembelea gerezani kabla ya tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025? Bwana Jela akajibu, kweli. Lissu akasema, kuanzia hiyo tarehe hajawahi kuruhusiwa? Bwana Jela akasema, simpangii. Lissu akasema, kuanzia niingie gerezani wakili Dickson Matata na Deogratias Mahinyila hawajawahi kuwaruhusu waingie gerezani. Huyu Matata ni mwenyekiti kanda magharibi na Mahinyila ni mwenyekiti wa vijana taifa, hawajawahi kuruhusiwa? Bwana Jela akajibu, si walazimishi waje au wasije. Lissu akasema, kumbe ndio hivyo. Haya, Mahinyila na Matata kesho njooni Ukonga. Bwana Jela akajibu, kesi iko mahakamani, sitawaruhusu. Lissu akasema, John Heche, Amani Gorugwa, katibu mkuu Mnyika wakiwa kama mashahidi wangu kwenye kesi ya uhaini wamezuia kuingia? Bwana Jela akajibu, hawawezi kuingia. Hapa jaji ikabidi aingilie. Jaji akasema kwamba hilo la kwamba huwezi kuruhusu umelitoa wapi? Kuna amri yoyote ya mahakama? Bwana Jela akajibu, siwezi kuwaruhusu. Jaji akauliza tena, tumefikia huko? Unaiambia mahakama kuwa huwezi kuruhusu na hauna amri yoyote ya mahakama? Uko serious kweli au hujaelewa ili tufanye maamuzi na sisi sasa? Bwana Jela akajibu, waheshimiwa majaji, naomba radhi. Jaji akawa ametulia. Lissu akaendelea, soma hati yangu kinzani kuhusu Nation Nkungu. Hapo ndiko ambako ilikoishia. Mara baada ya Lissu kuuliza swali, akasimama wakili wa serikali na akaomba mapumziko, na hivyo basi majaji na wenyewe pia wakaruhusu mapumziko ya risali moja. Lakini hicho ndicho ambacho chokuwa kimejili katika masuala ya dodoso ambayo yalikuwa yameongozwa na Tundu Lissu kwa mkuu wa gereza la Ukonga, mheshimiwa ama kamanda Ntamamiro, ambaye amekuwa akipitishwa katika masuala ya dodoso katika kesi ambayo iliyofunguliwa na mawakili wa Tundu Antipas Lissu.